Asante ndugu Mtanzania, nipende kukualika katika kusikiliza somo la leo. Mimi naitwa mchungaji Wenceslaus Chapea Sikombe, kanisa la Moravian Tanzania, jimbo la Rukwa. Leo tunaongozwa na neno ambalo linapatikana katika kiongozi kalenda kanisa la Moravian Tanzania, ambalo ni tarehe 5 mwezi wa 6. Inapatikana katika kitabu cha pili cha Samueli sura ya 7 mstari wa 18 hadi ule wa 29. Naomba tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, ninakualika Mungu Roho Mtakatifu, sema nami kwa wakati na majira haya tarehe 5 mwezi wa 6, ninapoenda kusema na Mtanzania ambaye sasa uko tayari kusikia sauti hii kutoka chombo hiki cha Baraka Television. Mungu Roho Mtakatifu, sema na kila moja, niwezeshe kusema na kanisa la kwako ambalo ni Tanzania. Fungua macho na masikio ya kiroho katika jina la Yesu uliye Bwana na Mwokozi wetu, amen. Kama nilivyosema, linalotuongoza kwa siku ya leo inapatikana katika kitabu cha pili cha Samueli ile sura ya 7 mstari wa 18 hadi ule wa 29. Maneno ya Mungu anasema kwamba ndipo Daudi mfalme akaingia akaketi mbele za Bwana, akasema, mimi ni nani Bwana Mungu, na nyumba yangu ni nini, hata umenileta hapa? Tena jambo hili lilikuwa dogo machoni pako, Bwana Mungu, hata umeleta habari ya nyumba yangu mimi mtumwa wako kwa miaka mingi inayokuja baadaye, na hayo kwa namna ya kibinadamu. Bwana Mungu, na mimi Daudi nikwambie nini tena zaidi? Iwapo umemjua mtumwa wako, Bwana Mungu, kwa ajili ya neno lako na kwa moyo wako mwenyewe umetenda mambo makuu hayo yote, ili mjulishe mtumishi wako. Kwa hiyo wewe ndiye mkuu, Bwana Mungu, kwa maana hakuna kama wewe, wala hapana Mungu mwingine ila wewe. Kwa kadri tulivyosikia kwa masikio yetu, tena ni taifa lipi duniani lililo kama watu wako, kama Israeli, ambalo Mungu alikwenda kuwakomboa kwa ajili yake wao watu wake mwenyewe, akajifanyia jina na kutenda mambo makuu kwa ajili yenu, na mambo ya kuogofya kwa ajili ya nchi yako, mbele ya watu wako uliowakomboa kutoka Misri, wawe wako, kutoka katika mataifa na miungu yao. Nao ulijifanyia imara watu wako Israeli, wawe watu wako milele, nawe Bwana umekuwa Mungu wao. Basi sasa, Bwana Mungu, neno lile ulilolinena katika habari za mtumwa wako na katika habari za nyumba yangu ulifanye imara milele, ukatende kama ulivyosema. Jina lako na litukuzwe milele, kusema, Bwana wa majeshi ndiye Mungu juu ya Israeli, na nyumba ya mtumwa wako Daudi itakuwa imara mbele zako, kwa kuwa wewe Bwana wa majeshi Mungu wa Israeli umenifunulia mimi mtumwa wako, ukisema, nitakujengea nyumba. Kwa hiyo mimi mtumwa wako nimeona vyema moyoni mwangu nikuombe dua hii. Na sasa, Bwana Mungu, wewe ndiye Mungu na maneno yako ndiyo kweli, nawe umemwahidi mtumwa wako katika hili jema. Basi sasa uwe radhi ukaibarikie nyumba ya mtumwa wako, ipate kudumu milele mbele yako, kwa maana wewe Bwana Mungu umelinena kwa baraka yako. Nyumba ya mtumwa wako na ibarikiwe milele, amen. Mwana kondoo wa Mungu ameshinda. Ndugu Mtanzania, msikilizaji wa Baraka Televisheni, Mungu amenipa ujumbe ambao nataka kusema nawe kama Mtanzania. Hapa tunajifunza katika habari za mtumishi wetu Daudi, mfalme Daudi. Katika somo hili nimelipa kichwa cha neno linalosema kwamba maombi ya shukrani kwa matendo makuu ya Mungu anayotutendea katika maisha yetu. Katika somo langu la utangulizi katika sura ule mstari wa 18 hadi 29, pale tunakuta katika utangulizi wangu ni kwamba Daudi akaingia ndani na kumwendea Mungu. Ni baada ya mfalme Daudi kuona kwamba jinsi Mungu alivyompigania, jinsi Mungu alivyomtendea, jinsi Mungu alivyomtoa katika mazingira yale ambayo alikuwa ni magumu mno, alifikia mara akaingia akamwendea Bwana, kitu ambacho tunakiona alimwendea Bwana Mungu kwa unyenyekevu. Lakini jambo lingine ambalo tunaliona
aliweza kumtafakari Mungu, akasema mimi ni nani Bwana? Kwa hiyo tunaposoma katika somo hili, Mfalme Daudi anatufundisha kuwa na maswali katika maisha yetu. Ukiwa Mtanzania, ukiwa mtumishi katika serikali, ukiwa mtumishi katika kanisa, ukiwa mtumishi katika taasisi yoyote ile ya mtu binafsi au taasisi ya taasisi, unapaswa kutafakari katika nafasi ulio nayo. Maswali ambayo aliweza kujiuliza Mfalme Daudi, jambo la kwanza alisema kwamba Bwana, mimi ni nani? Akajiuliza mwenyewe binafsi kwamba kuwa katika nafasi ile aliyonayo, akasema mimi ni nani? Maana mimi ni mdogo, si stahili. Akaangalia, akalinganisha mazingira aliyokuwa nayo, akasema kuwa katika nafasi niliyonayo, mimi ni nani? Lakini pia swali la pili ambalo tunaliona aliweza kujiuliza Mfalme Daudi, akasema nyumba yangu ni nini? Maana tunaamini kwamba kuna vizazi na vizazi, lakini pia kuna vizazi ambao unaweza kukuta kwamba kila wakati wanalalamika. Kuna kizazi ambacho ni kama kimebeba laana. Kuna mataifa ambayo wakati mwingine ni kama kuna laana. Mfalme Daudi alipoona mazingira Mungu amempitisha akamweka katika nafasi aliyonayo, alijiuliza kwamba Bwana Mungu, mimi ni nani pamoja na nyumba yangu au taifa langu Israeli? Lakini swali la tatu akajiuliza, akasema hata umenileta hapa ni jamaa zangu. Kumbe wapendwa, katika maisha tulio nayo, ukiwa Mtanzania, katika nafasi ulio nayo, katika mazingira ulio nayo, katika utumishi ulio nao, katika nafasi ya biashara ulio nayo, hapo ulipo unapaswa kujiuliza kwamba mimi ni nani? Nimemwita hapa nini Mungu hata amenichukua kunitoa mara pale nilipo na sasa amenifikisha hapa? Lakini pia katika sehemu hii ya pili tunaona kwamba huyu Mfalme Daudi alikiri wazi kwa hakika yeye ni Mungu ndiye amemtoa pale alipo na kumfikisha pale aliposimama sasa. Daudi alishuka, alinyenyekea katika nafasi aliyonayo, aliona kwamba yeye si kitu, yupo yeye aliyemwezesha na kumuinua na kumweka katika nafasi ile. Lakini pia jambo lingine tunalojifunza ni kwamba Daudi aliweza kuliona neema ya Mungu katika maisha yake. Alipoona kwamba ni Mungu aliyemchagua kutoka kule machungani akiwa mchungaji wa mifugo na kumfikisha pale alipo kama mfalme, akasema kwamba ni neema ya Mungu ndio imenifikisha hapa nilipo. Lakini pia tunaona kwamba katika matendo makuu ya Mungu, alipoendelea katika kutafakari, aliweza kuweka nadhiri kwamba hakika Mungu, kwa sababu umenitoa pale nilipokuwa na sasa umekwisha kuniweka hapa, umekwisha kuniweka katika huduma ya ukuhani, hakika nitakusikiliza wewe, niko tayari kuitii sauti yako, niko tayari kusikiliza Mungu. Hebu tutafakari ndugu wa Tanzania, katika nafasi ulio nayo, ni neema ya Mungu, Mungu amekuweka hapo ulipo. Inawezekana wewe ni waziri, inawezekana wewe ni rais, inawezekana wewe ni mbunge, inawezekana wewe ni mchungaji, inawezekana wewe ni askofu. Katika nafasi ile ulionayo, ni neema ya Mungu tu inatosha. Kwa hiyo sisi sana Mtanzania ajua kwamba katika nafasi ulionayo, unapaswa kujua kwamba si kwa lolote, wewe si chochote, wala wewe si lolote, ila ni Mungu amekutoa katika mazingira yale akakuweka hapo ulipo. Tunapaswa kujifunza juu ya Mfalme Daudi. Mfalme Daudi pamoja na kwamba alikuwa ni mfalme, hakuona katika nafasi aliyonayo ya kujikweza, ya kujitutumua. Alishuka chini ya mkono wa Bwana. Watumishi wa Mungu wa Tanzania, hebu tafakari kwamba ni watu wangapi ambao katika maisha yao wanaishi katika mazingira magumu. Kwa wakati na majira tulio nao, kuna watu hivi sasa hawajiwezi kabisa katika maisha yao. Kuna watu kwa wakati tulio nao huu sasa wanaishi katika maisha ya kutegemea, kuishi katika maisha ya ombaomba. Sisi kama Tanzania ambao Mungu ametubariki katika nafasi ile nayo, tunamrudisha nini Mungu katika maisha yetu? Tunajifunza nini katika somo hili? Kuna mambo kama matano ambayo sasa ninaenda kuhitimisha katika somo langu. Jua kwamba wewe katika nafasi ile nayo, katika maisha ile nayo, ni Mungu amekufikisha hapo ulipo. Tena ni kwa neema yako tu, neema ya Mungu ndio maana upo kama jinsi ulivyo. Lakini pia tunayojifunza jingine kwa Mfalme Daudi ni kwamba Mungu anapotutendea mambo makuu katika maisha yetu, tunapaswa kumrudishia Mungu shukrani. Yaani sifa na utukufu zimrudishie Mungu. Kwa kuwa tulipo sasa ni kwa neema yake Mungu. Maisha tulio nayo ni kwa neema yake Mungu. Kwa nafasi ile nayo serikalini au taasisi ile, ni neema yake tu Mungu amekupendelea akakuweka kwa nafasi hiyo. Lakini pia jambo la tatu,
sisi wa Tanzania tunapaswa tumtegemee Mungu na kumwamini ili atutendee mambo mengi makubwa na magumu tusiyaweza. Jambo la 4, Mfalme Daudi aliweza kumpa Mungu utukufu katika maisha yake. Kwa hiyo kinachohitajika kwetu ili Mungu aweze kuinuliwa, ili Mungu aweze kutuinua, ili Mungu aweze kutubariki, ili Mungu aweze kutulinda, ili Mungu aweze kutuponya na changamoto mbalimbali za kimaisha, tunapaswa kushuka na kunyenyekea chini ya mkono wa Bwana. Katika kitabu cha waraka wa Mtume Paulo kwa Petro sura ya 5 mstari wa 6 anatufundisha kwamba tunapaswa kunyenyekea chini ya mkono wa Bwana ili atukweze kwa wakati wake. Bwana Yesu asifiwe. Mwana-kondoo ameshinda. Tunapaswa kunyenyekea chini ya mkono wa Bwana ili atukweze kwa wakati wake. Na neno linatusihi kwamba ajikwezae atashushwa, bali anayejishusha atakwezwa. Tunatamani tuzipokee baraka za Bwana kadri jinsi tutakavyoweza kushuka na kunyenyekea chini ya mkono wa Bwana. Tunaamini Mungu wetu hatatuacha, ataenda kubariki kwa nafasi iliyo nayo. Ukiwa katika taasisi ya serikali, taasisi ya mtu binafsi, taasisi za dini, tunaamini kabisa kwamba baraka za Mungu zitaambatana pamoja nawe kila siku itwapo leo, na hautajutia katika maisha uliyo nayo, bali utamwona Mungu akikubariki katika maisha yako. Mungu wa mbinguni akapate kutubariki sisi wote wa Tanzania. Ukiwa katika nafasi uliyo nayo, mweke Mungu nafasi ya kwanza ili akakukweze kwa wakati wake. Naomba tuombe. Mungu Baba yetu uliye juu mahali palipoinuka, ninaomba toba na rehema mbele zako Mungu kwa ajili ya Tanzania. Upo wakati na majira kila mmoja anaweza kasawa wajibu wake mbele zako Mungu, kwamba ni wewe umekwisha kumuita na kumweka kwa nafasi aliyo nayo. Mungu mtakatifu, tukumbushe kunyenyekea chini ya mkono wako kupitia katika somo ambalo mtumishi wako Mfalme Daudi aliweza kujitafakari, akashuka, akanyenyekea, akasema kwamba hakika hakuna Mungu mwingine niwe Bwana, umetenda katika maisha yangu. Nasi Bwana tunatamani mfano wa Daudi ukaweze kuwa kielelezo kwetu, tukatembee katika kunyenyekea, tukatembee katika utisho wako Mungu, ili Mungu wetu tukaweze kwa nuru, tukaweze kwa barua yenye sifa njema, na zaidi yote Bwana tukakurudishie sifa, heshima na utukufu na mamlaka viwe na wewe sasa hata milele. Amina. Mungu wa mbinguni apate kuwabariki wa Tanzania. Amina.